Sasa ukisikia ugomvi wa watu wazima ndio huu. Ngoja nishuhudie mtanange. Alo, Fuvu! Fuvu! I can't believe. Siamini kabisa. Kijana mdogo mwenye afya mgogoro ambaye kwa kweli hata na kidole pete unamsukuma na dondoka chini, leo anamuangusha mbabe wa gereza. Fuvu! Fuvu! Kwa hiyo ndo unagawa utamu kiasi hicho? Fuvu, umeamua kugawa utamu? You can never be a king of this prison. You can never be a king of this prison. Ufalme nimeutetea miaka mingi hapa gerezani. Siwezi kuruhusu kijana. Utaruhusu? Siwezi. Don't talk too much, my brother. Just wake up and keep fighting. Hawezi kukubakisha kwenye ufalme. Mimi leo nakupokonya ufalme wa gereza. Kama umeshindwa kupambana, mimi ni sasa hivi nitangaje gerezani kwamba mimi ndio tabu. Hiyo kazi ya kutangaza ni ya kwangu. Niachie mimi. I'm going to tell everybody about the rising of the new king of the prison. Naenda kumwambia kila mtu kwamba jamani, kuna mfalme mpya. Mfalme ambaye amemkanyaga vibaya mno Mnyangindo. Fuvu. Nyangindo la enzi na enzi. So Dr. Ashkari, nenda kawaambie, maana huyu jamaa kashatepweta hivyo, hana uwezo wa kupambana tena na mimi. Mimi ndo naenda hivyo. Hebu subiri Bikachala. Naenda. Nenda kaseme. Wewe Bikachala? Nini? Usiende bwana, njoo uone nimenyanyuka tena, njoo uone. Sitaki. Bikachala? Unanitaka? Wewe askari anakwenda kunidhalilisha. Watu wataniona pila kiasi gani. Dogo, sitaruhusu unyanyasaji wa kijinsia wa namna hii hata siku moja. Mimi ndo Mnyangindo na nitabaki kuwa Mnyangindo wa hili gereza. Onyesha sasa unyangindo wako mjomba. Mbona unabwabwaja tu kama isha kipele? Show the proof. Aise, vipi Bikachala? Mbona unakurupuka kurupa alafu roho juu? Vipi, kulikoni? Kuna shida? Kuna kitu cha ajabu sana kimetokea leo mkuu, nimeshangaa. Hivi unaamini kwamba hapa gerezani kuna mtu anampiga na kumchakaza na kumchezea atakavyo Mnyangindo wa gereza? Mnyangindo yupi wewe? Ina maana Mnyangindo wa gereza humjui mkuu? Mnyangindo nayemjua mimi ni mmoja tu, na hajawahi kuguswa wala kuangushwa wala kubwekewa na mtu yoyote hapa. Yeye ndio mfalme wa enzi na enzi, katili wa makatili tangu hili gereza linaanzishwa. Na yeye ndo sababu ya hili gereza kuitwa gereza la Wanyangindo. Yeye ndio mfalme kingi, mfalme wa Wanyangindo wote hapa gerezani. Nyapala, hauna mzungumzia mtu mwingine? Ndo huyo ninayemzungumzia mimi. Fuvu bungu. Yule bwana naona kabisa anaenda kupokonywa crown ya ufalme. Anapokonywa mchana kweupe kwa sababu kapigwa na kijana mdogo hivi kabeabea mbavu mbili. Kijana ambako kwa kweli hata wewe mkuu wa magereza unaweza ukakaweka hapa kwenye kiganja cha mkono kakatulia kadogo hivi Sasa kale kijana kalikokuja leo mkuu kenye masharubu hivi kama bamia ilokomaa, kale kakumpiga Fuvu kale kweli. Wewe Bikachala, nahisi uko usingizini unaota wewe. Hebu nyanyuka kwenye hiyo ndoto ya kipumbavu, ndoto za mchana hizo wewe unaota. Wewe hivi unamuona Fuvu ni mtu wa kawaida Yule sio mtu wa kawaida kabisa. Hawezi kupigwa na panya. Yule kijana alokuja hapa si panya yule. Panya mdogo hivi. Wewe usijidanganye mkuu. Yule kijana ni moto wa kuotea mbali. Hakuna panya pale. Wala mimi siko usingizini. Ni mzima, sijalala, niko na akili zangu timamu. Yule kijana ni chuma cha mugosi. Anakunguta ngumi yule kijana. Anakunguta komfu kama kachanganyikiwa. Kama mwenda wazimu kabisa. Basi kama ni hivyo, tutatengeneza dili ya pesa nyingi sana Bikachala kupitia huyo kijana. Japo sina uhakika na uwezo ambao unausimulia, lakini hebu keti tuzungumze kwanza. Kwa hiyo mme wangu Zumbe ndio umegoma kabisa kwenda kumwekea dhamana mwanangu. Umegoma kabisa totally. Kumwekea dhamana unataka apotee, afungwe miaka 9 apotee kabisa Shemtoi. Tatizo kitu ambacho ukifahamu Bimlole, mwanao ni Kulanina. Tena Kulanina la mwisho lilopitiliza. He is very stupid guy. Ni mjinga yule. Kwa sababu gani? Mara ngapi anakamatwa anapelekwa kituo cha polisi. Nenda kuweka dhamana anatoka.
Anakitoka akirudi tena uraiani anafanya mambo yale yale. Maana unasikia kaiba kuku, kabaka, hivi kapiga watu bila sababu, lele. Mambo kibao barabarani. Sometime tumuache basi aende gerezani akae kidogo miaka kadhaa ili mradi ajifunze, akirudi mtaani atakuwa amenyooka. Ama kweli wahenga walikuwa mbele ya muda sana walivyokuwa wanasema kwamba uchungu wa mwana ujuae mzazi. Huna uchungu hata kidogo. Huna uchungu hata kidogo mzee Zumbe. Unaonekana tu. Si unaona maneno unaozungumza? Yaani unalabwantika kabisa, unaongea msotokole. Eti muache akaekae gerezani ajifunze. Anajifunza gerezani? Wewe unajua kukaa gerezani raha? Unajua kukaa gerezani raha au kwa sababu ile mtoto hujamzaa wewe, sio wa kwako? Sasa huo unaozungumza wewe ni ukulani Nabii Mlole, kwa sababu yule mtoto mie nimeishi naye hapa kama mzazi wake wa kumzaa. Toka anakuwa hivi mdogo. Nimeishi naye vizuri, nimempeleka shule kakataa. Karudi mtaani nampa pesa afanye biashara, pesa anakula. Haya, kila siku yeye ni kukamatwa, kupelekwa kituoni, naenda kutoa dhamana. Mara ngapi mmetoa pesa zangu za dhamana? Kama ni mtu ambaye simtaki, si ningemwacha apotee toka kitambo hicho. Kwa nini nilikuwa natoa fedha zangu? Nilikuwa naishi naye yule kama mwanangu kwa mapenzi ya dhati, lakini mtoto yule kashapotea. Yule anahitaji mafunzo, na mafunzo yenyewe ndo hayo. Sasa kijana mwizi anapenda makamali, masigara, mara unasikia kapiga mtu, mara kaiba, kakaba mtu, anakaba hadi nduguze. Sasa huyo ni mtu kweli huyo? Si jambazi kubwa hilo? Acha ajifunze kwa miaka kadhaa, halafu kisha tutaenda kumtoa. Hapana, kwa kweli ziko sehemu nyingi sana za kufunza watoto, ila sio gerezani. Gerezani ni pachungu, na mimi nina uchungu na mwanangu. Isitoshe ndio mwanangu wa pekee, sina mtoto mwingine, na sidhani kama kizazi cha kuzaa tena ninacho. Ndio kopi yangu ya pekee ile. Siko tayari kwa fedha yoyote. Lazima Shemtoi atolewe pale, awe huru kwa fedha yoyote ile. Sitaki. Na isitoshe gereza lenyewe lile, gereza la Wanyangindo, kila siku tunasikia story mpya mle. Watu wanalawitiwa, ama unasikia mtu kapigwa, sijui kakatwa vidole. Yaani ni ukorofi mchungu mzima mle. Sitaki, mwanangu atolewe. Mwanangu atolewe mzee Zumbe. Unajua mke wangu Bimlole, wacha nikwambie kitu kimoja. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Sasa wewe unataka kumlea yule mtoto kama yai. Atakuwa kama yai kwa sababu hutaki kukemea, hutaki apate mafunzo, anyooke awe kijana mwema. Wewe akiiba, furaha kwako. Akifanya wizi, kapigwa, kapiga watu huko, furaha yako wewe. Sasa mtoto wa namna hiyo atakuja kukuaibisha siku moja. Samaki mkunje angali mbichi. Yule ndo kwanza saizi ana miaka 25. Kafungwa miaka 5. Ni michache hiyo. Atatoka gerezani akiwa na miaka 30, akiwa amenyooka kama lula. Atabadilika, atakuwa mtu mpya. Kwani shida iko wapi? Ukiacha akae miaka 5 hiyo gerezani, kuna kitu gani kitapungukiwa hapa? Mimi sitaki kwa kweli, nataka mwanangu arudishwe hapa nyumbani. Tena leo hii. Kama ikishindikana leo, basi kesho mwanangu awe amerudishwa hapa nyumbani. Nitajua mimi mwenyewe jinsi ya kumfunza, lakini sio uko gerezani. Wewe unakuanga mjinga, unakuanga mwehu wewe. Kwa sababu juu sisi tumekupa sikio, tunakusikiliza, halafu unaleta stori za jaba. Si tunajua una story deadly, kumbe huna lolote. Yaani unatuletea stori za kuwabata. Wacha kuleta stori za kuwabata, hebu toka. Oya futika. Oya Kitundu, nenda katafute selo nyingine mwanangu, kwa sababu this selo is special for killers. Hapa ni wauaji kwenda mbele. Kama wewe ni mtoto na lenale maandazi na hizo stori zako za kuwabata, nenda katafute selo nyingine mjomba. Toka. Sasa usinifukuze hivyo kombo, na usinifukuze hivyo kama mbwa. Alafu washikaji, kwani issue sikuua? Kama bata. Lakini nimetoa nafsi za bata, alafu bata wawili. Jo, hatunanga muda wa kupoteza jo. Pita hivi. Sepetuka, ondoka Sasa kwa mfano wewe Obure, mimi nikasema siondoki, nyie mtanifanya nini? Halo, dharau hizo ujue. Uweze kufa kwa wangu.